Bana we, tunalianza movie letu tukimwona mchizi fulani akifufuka kutoka kwa wafu. Kila mahali ni kilio kinoma. Mamake analia huku mhubiri akitoa sala zake. Huyo mchizi tutamjua kama Vevo, na hapa inaonekana kama ghost. Anaamka kijishangaa sana. Anavitoa vipama mapuani na kuamka. Mhubiri hapa anatoa rambirambi zake akisema kuwa wamsamehe marehemu kwa yote aliyowafanyia akiwa angali hai. Tunabaki tukijiuliza, kwani Vevo alikuwa mtu wa aina gani? Kwa nini wamsamehe? Najua hata wewe unajiuliza hilo swali. Kama kawaida mkiana matanga au mazishi, marehemu sifiwa sana na kupapa picha mzuri ya maisha yake. Ila kwa Vevo ni tofauti kabisa. Mhubiri anasema Vevo alikuwa analewa, anatusi, anawapiga na mambo mengi, mengine mabaya kabisa. Kumbe hivyo ndivyo Vevo alivyokuwa. Haya, Vevo anaamka vizuri na kulifunika jeneza lake huku amejivalia nguo nyeupe. Ungedhani malaika. Anaanza kumuita mama yake huku akiuliza, kipi kinaendelea hapa? Manake halitambui kisanga. Na ukitazama vizuri, Vevo ako na uwezo mpaka kuguza mwanadamu. Ila sisi tunajua ghost hawezi guza kama yuko kwenye mwili. Haya ni maajabu sasa. Tutakuja kujua baadaye mbona hiki kinatokea. Kuwa makini sana kulifuatilia hili timbi. Naitwa LB na karibu sana kwenye hili bonge la tamthilia Pasua Kichwa kutoka Tanzania. Mtalipenda sana wanangu. Ila msisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare ili nipate nguvu zaidi za kutangaza movie tamu zaidi. Asa Vevo anaulizia kila mtu ila hawamuoni. Kila mtu ni kilio tu. Kila mtu analia Vevo amefariki. Mimi niko mama, mbona unalia? Ila hapa hakuna naye muona. Kila mtu akamka na kubeba jeneza lake ili kwenda kumzika. Vevo aliwafuata tu nyuma akishangaa mwenyewe ni kipi kimemkuta. Wakiwa hapa njiani, masala wawili wakasimama kando kujadili. Vipi bro, si twende? Ila mwenzake akagoma kuendelea safari. Huyu jamaa alikuwa mkorofi sana. Kwani umesahau? Mara mwisho kuwa naye karibu tupigane msela. Asa eti mbona nikamzike? Muda huu wote Vevo amekinda tu kando akiwasikiliza masela. Mwenzake tu akamuumiza msela wake. Akamwambia tu waende tu kumzika licha ya kuwa jamaa alikuwa mlevi, anatukana watu, anatoa fujo ili tu waeke mabaya yao kando na wamzike jamani. Mwenzake akaguna bana, akasemaje? Wewe msiba huu umesikia kila kitu. Huyu bwana kalewa katwa mtaloni, watu wamemnanili, wamembaka. Vevo akashtuka kinoma bana. Kumbe Vevo hicho ndicho kisa chake cha kifo bana. Huyu msela alibakwa kididi bana hadi akafariki. Inatia aibu sana hili. Vevo hakufurahi hata kidogo. Ili jambo likamtia wasiwasi, hofu na kilio. Jioni ilipofika, familia ikakusanyika pamoja ili tena waweze kuagana na kwenda manyumbani. Ghafla si marehemu akaingia. Tena hapa mnakaa vikao tushirikishani, shida nini? Bwana ametoa na bwana ametoa. Bailam akaendelea tu kuwapa pole. Huko Vevo akimshangaa sana. Kisha akasemaje? Mimi nasema nafurahi sana hii msiba. Kwa sababu dadangu ameutua mzigo. Mlevi amefariki. Mjomba shamuona. Yule alikuwa ananichukia tangu niko hai. Yaani Vevo haamini kabisa kuwa familia imemkataa. Asa hawa wawili, huyu ni mamaye Vevo, huyu mwingine ni mke Vevo, na huyu mkaka ni kakae Vevo. Bailam akaendelea. Mlevi ambaye alikuwa anakisumbua hii familia, anakusumbua wewe dadangu, amefariki. Bailam alipozidi kwa maneno yake, Vevo akaamua kumchukulia jiwe bana. Bailam ghafla akahisi, akatoka mbio ili kuwahi bodaboda. Akaponea hapo mkaka. Ila ngoja kwanza mtazamaji kujulisha kitu mapema. Vevo hapa hajafa kabisa. Huyo hako hai, ila familia na majamaa wanamuigizia tu. Najua unajiuliza ni kivipi, na inawezekana kivipi, na haswa kwa nini? Hawa wote kuanzia mwanzo la movie na wote waliohudhuria kwa mazishi walikuwa wanalijua hili. Sababu ni hii. Vevo ni mtu mkahidi sana, mlevi, mpenda matusi, vita, pia mwizi. Hili jambo liliwashinda familia, kwa hivyo wakachora mchezo tu ili waone kama mkaka atarekebika. Hata ya masuala yote ya kubakwa, yote hayo yalikuwa tu maigizo tu. Ndio maana Bailam alitoroka alipomsikia Vevo akisema anampiga na jiwe. Fikia hapo nadhani ushaelewa movie linapoenda. Hii ni bonge la filamu wadau. Kuwa macho. Sasa Bailam akatoroka, huku Vevo akimfuata nyuma na matusi. Familia wamejikaza tu ili wasigundulike. Ila wakaona hawataendelea kukaa nje mchizi akiwa na jiwe mkononi. Wote hao wakaingia jengoni. Vevo akabaki kujishangaa hapa. Kesho ilipofika, mchizi akawa amejibana nje, ametulia tu. Mkiwa akajipitisha bwana akiwa amejifunga kanga na maji mkononi kwenda kuoga.
Vevo tena akaanza kuteta. Nimekufa jana tu, leo unavaa kanga moja najipitisha pitisha. Kwani kweli nilioa malaya. Asa hapa mkewe akazidi saa kuimba. Kama unaweza mtikamba. Vevo akajaa na mashaka na mke wake. Yaani jana nimekufa, leo naimba kama unaweza mwanamke kujiamini huko na sugua gaga. Huyu mwanamke alikuwa anipendi mimi. Yaani kweli kufa ujue maadui zako. Yaani siku moja baada ya kufa mke wangu andoa kabisa. Lakini mtazamaji, kuna mambo unitia hofu sana. Mbona mwanaume mwenye mdada kama huyu, mweupe, mrefu na mrembo, alewe na kumpiga mkewe? Ila sitahukumu, hii labda ni hisia tu za kimwili zinazozungumza hapa, au sio? Tuache hayo. Kidogo hivi kaka akaja pale, dada akamsalimia tu vizuri. Za asubuhi shemeji. Usiniite shemeji bana, unaharibu. Wewe tayari mke wangu. Si ulikuwa mke wa kakangu, sio? Ndio. Basi wewe ushakuwa mke wangu tayari. Nakumbuka haya watu wakizungumza, Vevo anayasikia tu, ila hawezi kufanya chochote manake anaamini alishafariki. Kaka Vevo akasema, wewe ni mke wangu sasa. Sasa mke wako vipi wakati mimi ndo nilimuoa huyo? Kwa sababu kakangu amefariki. Kwa mimi ndo nalisi. Na lazima nipige niue. Au unasemaje hapo hiyo? Hiyo nzuri shemeji. Dada naye akakubali bila kupinga. Ila mtazamaji usije ukapotea. Jua haya yote ni mchezo tu. Vevo akadhibitisha kuwa hapa alioa kahaba. Wawili ukazidi kulitia sukari, ila Vevo anaumia kishenzi. Hili likamtia hasira sana na kumtia kakae kofi nzito la bega, ila akajifanya hakuna chochote kimetokea. Akasemaje? Kuna adabu niko ndani. Lo, mama yoyo. Maigizo yamekuwa serious hapa. Mkaka alipoingia ndani, maumivu yakazidi na kujiachilia. Kumbuka pale alijikaza tu. Mama akatoka chumbani na kumuuliza, "Vipi?" Mama, hii plan ni boy. Mama, tubadilishe plan mama. Mama akampa pole mwanae na kumpa moyo avumilie kwa kila jambo ili tu uone kama mkaka atabadilika. Mzazi hapa anatumaini kubwa kabisa. Anajua kwa mwanae siku moja atakuja kubadilika. Maana mtoto akiunyia mkono haukatwi. Ila kakake kutokana na ile kofi amekufa moyo kabisa bwana. Mchizi akajibu, hatutoboe. Sasa wewe si wa kiume mwanangu. Unatakiwa yavumilie yote haya. Majioni hivi, siku na hawa wapenzi wawili hapa wanakula chakula cha jioni hapa. Ghafla akamwona Vevo. Mdada akasemaje? Aya. Cha pombe huo anakuja. Maigizo yaanze. Twende nao. Yaani hapa ni mchezo baada ya mchezo. Vevo naye akaja tu, akajikalisha kitako na kusema yeye yupo njaa kabisa. Akanawa mkono na kujikaribisha. Kumbuka muda wote Vevo anajijua kama marehemu. Kwa hivyo haonekani bana. Ila kwa hapa, hawa wapenzi wanaonekana ni wachoyo kupindukia. Mkaka akamzaba kofi huku akijitia kufukuza nzi. Huyu mkaka hataki kabisa maigizo ya mlo. Vevo naye hakufa roho, akazidi kutaka mlo, ila mkaka akaona hili limezidi bana. Akaamua akae katikati ya mlo na Vevo ili asile. Vevo akamali kinoma bana. Mchoyo, alafu uchoyo wake uko kwenye nafsi unaonekana. Ananyima mpaka maiti. Yaani hapa Vevo anadai huyu mkaka ana uchoyo hadi kwa maiti. Ushaliona hilo? Ilipozidi kabisa ili wamfukuze tu, mdada akaleta lile swala la Vevo kwa matanga kisa kabakwa. Wewe naye nini kabakwa? Kama mliko mnasamini singenipa chakula mnajitena nini huko? Kwa tu angemuua huyo kumbaka. Mimi kabakwa nini muda wote masuala kabakwa? Pendi ile jambo likizungumzwa. Ikamkera na kuondoka. Hata kama ni wewe mtazamaji, huwezi kufurahia. Sorry mtazamaji, sijamaanisha wewe. Yaani inamaanisha mfano tu. Vevo hapa akaamka na kumzama begani mchizi. Kisha kiasi hivi akasema, Hapa nienda kwenye banda la chipsi. Nikifika pale kwenye banda la chipsi nachota chipsi, najua hawanioni, natia na mayai. Nikishatia na mayai, natia na kipaji cha kuku, nachukua na soda kwa pembeni na kaa nakula. Ndo la kwa maiti hata na kwa. Akamjibu Vevo, "Nenda ukapiga." Kwani huyu vipi? Ananisikia au nini? Ila hamna, hawezi nisikia. Inaweza kuwa hako na majini. Majini yake ni ya uchoyo huyu. Ndio maana yake ananikataza kula. Akataka tena kumjaribu ila mchizi akabana kabisa kushare. Klamu akaamini kweli huyu jamaa mchoyo. Asa baadaye hivi Vevo akiwa anatembea akakutana na mdada fulani hivi Mwarabu. Ila makosa ni kuwa huyu mdada hajui kuwa kuna mchezo. Akamuuliza, "Nilikuwa naulizia kwa Mangairo. Sasa nesi nimekosea mtaa." Yaani unaniona? Ndio nakuona. Ala,
Mbona ile game ni kama imefikia mwisho hapa? Hivi mdada sitafichua mambo hapo? Ama unaona vipi? Basi usikose kutazama sehemu ya pili ya hichi kivumbi ili kupata majibu yote. Ila mtazamaji, usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili filamu, ili na mimi nipate nguvu zaidi za kutangaza movie kadhaa. Asanteni sana. Lesha beat aneza kundi ya hit. Huyu ndo producer mina tambua kisit. Kikundi ya beat doba ikitoka ni hit. Doba imenifanya squeeze imereform. Niliacha tag squeeze doba ndiyo form. Sishangai producer wangu ni nani. Ni boy flana naitwa Lesha na ni mkali. Cynical boy John Nichols 2. Cynical boy John Nichols 2. Cynical boy John Nichols 2. Nichols 2 na boy wangu hapa hivi Lesha beat. Cynical boy John Nichols 2. Cynical boy John Nichols 2. Cynical boy John Nichols 2. Nichols 2 na boy wangu hapa hivi Lesha beat.